Mugisha Mugisha uri mwiza usa n'irirenga Aisha Mugisha uri mwiza usa Yes, kama kawaida mko pamoja na Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa kwenye himaya Homewood TV. Kama TV wa promise kila siku kuleta vipindi vizuri, wanata story fulani. Tunapasha habari nzuri kutoka pande zote. Kwa siku leo siku ni siku nzuri sana ambayo kwa siku tumekutana na mtu. Yaani sisi niseme vipi, ni msanii mkubwa sana ambaye anajulikana kwa filamu fulani mtaweza kuzijua kama MUGISHA, biri, na zingine nyingi amezichezea, amezifanyia kwa Rwanda. Baada ya kuongea mengi sana, ninahitaji kwanza ajiintroduce kwa sababu kuna wengi ambao wamjui, lakini najua kwa anajulikana sana Burundi, kutoka nje kama East Africa nzima anajulikana. Ila kwa siku leo ni kama bomba ambao likubwa na ambazo lina blast inapaswa kwa siku leo, na ndio nahitaji kwa siku leo. Ninyi mtasikia mengi kwa ndio, kwa sababu ukijaribu kumuona jamaa amekaa hapa, unani handsome boy, ukijaribu kumuona amekaa na mamake pale, yani sijui mtasikia mengi sana, masiri kubwa kutoka kwa filamu ambazo anazicheza. Najua hivi tunajaribu kila siku tunakuwa tunapasha habari kutoka filamu ya Sibo Mana, lakini kuna kitu kingine kipi ambacho kinatoka, si ndio? Niliwaambia mko pamoja na Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa, lakini acha turudi kidogo kwa mgeni wetu ambaye tumemkuta nyumbani kwa siku nyumbani kwake, mahali ambapo alikuwa anafanyia filamu mpya. Habari yako bro? Salama kabisa. Mko fresh tu. Tuko vizuri kabisa. Karibuni sana. Mbona na umekuwa mzuri sasa, handsome, siku nyingi umetawa au? Hamna, kawaida yangu huwa nakaa vizuri. Unajua mtu unapokuwa kwa kioo cha jamii unatakana kukaa vizuri anytime, kwa sababu watu wanakutazama ni wewe, kila kupita wanakutazama ni wewe. Kwa hiyo ukijichukulia poa, yani watu watakuchukulia poa, na wewe na fanya kazi zako wanazichukulia poa pia. Na licha ya hivyo, yani niseme kwamba mmekuta niko kwenye location, naona hivi niko kwenye location ya movie mpya kabisa inaitwa Samantha. Ndio maana nisema kwamba labda nyie sijui nyie mna bahati gani. Kwa siku ya leo hatari sana. And ndio first day yani tunaanza location ya movie Samantha. Yes, on Sunday first day wanaanza movie mpya wanaita Samantha, narudi ndani movie mpya wanaita Samantha. Sisi ni mahost wa kwanza ambao tumefikia kwa location ambao wanafanya movie ya kwanza. Na mjaribu kuona jinsi anavyojieleza, anajiamini kabisa, na sasa mimi kwa bongo wa Burundi na ni movie ya Burundi, mimi niko sawa kabisa, si ndio? Lakini naona kuna wengine mama yake amekaa pembeni, sijui tunaanza kajiintroduce. Nisema asalamu alaykum mama. Wa alaykum salam. Kweli, unaweza kujiintroduce jina lako nani? Mimi naitwa Aisha, ni mke wa MUGISHA. Aisha, mke wa MUGISHA. Ndio sababu nimeona amekaa vizuri, si ndio? Ndio wanasema hivyo waki wa Kiislamu ambao wanajua kuchukulia vizuri waume wao, si ndio? Yes, of course. Yes. Anasema yes of course, mnaviona? Ndio hivyo nini ambacho unaweza kutuambia kitu ambacho kinakufurahisha wakati siku zote asubuhi kiamka ukimwona MUGISHA? Kitu ambacho wewe unamshukuru Mungu au unasema hiki kitu nikikiona au nikimwona MUGISHA ninakifurahi sana, ni kitu gani? Kitu cha kwanza ni mwanao ambaye anapenda ibada, anapenda kuswali. That make me proud kweli. Napenda sana. Alafu anapenda kuchesha. Ni mcheshi sana. Yaani kila kiamka ananichesha, usiku ananichesha, basi so nafurahi sana. Namshukuru Mungu. Anasema hivi, ni mwanaume ambaye anapenda ibada. Cha pili ni mcheshi. Kweli, kwa sababu nikijaribu hata kumuona na hata uso wako umekaa vizuri. Yaani kila muda unacheka, si ndio? Anasema hamna. Yani amekaa mpaka hata kusogea huko anakaa mbele yake, anasema hivi baki karibu. Inakuwa vipi ukimaliza kama siku nzima, kama baada ya masaa 2 3 4 hujamuona, unajisikia vipi? Hata kisafiri kwa kweli nanipa tabu. Maana nishazoea kucheka, nishamzoea karibu yangu. So akienda safari hata siku 2 3 najihisi vibaya sana. That is true. Really? That is true. Jaribu kusikiliza maneno anayoongea. Hapa anajaribu kusimanga neno. Unalisikiliza? Kitu kimoja naweza kanambia ambacho kama mwaka jana 2019 ambacho Hassan, ndio amekifanya ambacho kimekufurahisha hutawahi kusahau. Kitu gani? Aliwahi kunifanyia kwanza surprise.
Kuna nafasi ambapo aliwahi kunipeleka safari siku 3, nilikuwa sipafahamu, lakini akaniambia just I want to spend my day with you, bila mtoto, bila mtu, bila family, just me and you. Nikafurahi sana, ilikuwa kama surprise sana na nikafurahi kabisa. Ilikuwa honeymoon? Naweza kusema kwamba sio honeymoon, but ilikuwa tu ni siku tu za kufurahi kama mke na mume. Kidogo eti unajua nikwambie kitu kimoja. Moja ya vitu ambavyo vinafanya mtu katika ndoa yake ukae vizuri na mke wako ni wakati mwingine usifanye hata mwezi mzima, miezi 3 au hujatoka out au hujakwenda na mke wako sehemu fulani, muone bahari, muone mamba, muone vitu, yani muone tu viumbe wa Mwenyezi Mungu, yani mnatoa stress, unaona. Kwa sababu nakutana watu wengi sana katika nyumba zao zimekaa tu kama makaburi vile, yani hakuna furaha, hakuna nini, yani miaka yote ni wenyewe wako ni wale pale, hawana creativity ya kusema acha tufanye kitu fulani, kusema tufufue yani zile hisia zetu za kimapenzi ili ziweze kuongezeka zaidi. Kwa hiyo yako mambo mengi sana ya kutengeneza ili uhakikishe kama unakaa vizuri, yani mapenzi yako yanakuwa kwa update. Kwa hiyo mapenzi kitu kinaongezeka, kinapunguka, kinakufa, unaona, na yako mazingira ya kufanya mapenzi yanakuwa yanashamiri na wengine yanafanya mapenzi yanazimia, yanakufa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hili analosema ni katika moja ya kitu ambacho nimekaa nikajifikiri acha nimfanyie surprise mke wangu ili aweze kufurahi zaidi. Pili akaniambia nyimbo yangu special. Amekuimbia nyimbo? Yes, ya Aisha, mke wa Mugisha. Yes. Amekuimbia nyimbo. Unasikiliza, jaribu kusikiliza kipindi wanasema hivi. Leo tunakwambia ati siri kubwa ambayo tunakutana nayo kutoka Mugisha. Wanakuambia ana talent, si kucheza movie tu. Kuna talent fulani, kwanza mcheshi. Hapa na kwa kankaro nani wa kigingi. Kingi mahali popote akiwa anasema kuna mtu ambaye anakuja anachesha watu. Yeti. Cha pili anasema hivi, mimi nina siri kubwa katika mapenzi. Mke wangu haja watu kasirika, si ndio? Siri gani hiyo? Mko mnasikiliza kwa sababu kuna wengi ambao wanakaa manyumba wanaume wanamke unakuta wamesema hivi, kuna nini amelitumia wamesema hivi, kuna majumba fulani unakuta wanakaa unazani makaburi, mahali unakuta hata si mahali pa kufurahia, lakini unasema ndoa ni mahali ambapo kila mtu akifika anasema mimi nimeolewa na ninajisikia nina furaha. Tunasema kwamba ndoa ya Mugisha na Aisha nzuri kabisa. Nasikia umesema tu umemwambia nyimbo nzuri. Samani kidogo kama ni kama sitaki kuudhi, lakini kama hata sekunde 10 unaanza kutumbia kwa nyimbo hata kidogo tu. Yes. Nyimbo hata YouTube ipo inaitwa mke wangu. Mke wangu inaitwa mke wangu, maana ni special kwa yeye mke wangu, moja kwa moja naimba Aisha mkamugisha uri mwiza usanirirenga, Aisha mukamugisha uri mwiza usanirirenga. Aisha mukamugisha usanirirenga, maneno ya Kirundi mazuri sana. Hata mimi nasema hivi, ingekuwa ni mimi Prince Chapenza ambaye ninamwimbia mke wangu, labda mimi sasa sina mke, lakini nadhani natarajia very soon naweza kufanya ndo kumwimbia mwanamke wako, kumwimbia mke wako ni kitu kizuri sana. Ndio. Lakini sasa baada ya kuendelea na maswali fulani, kuna swali ambalo nilikuwa nataka nikuulize. Ni wengi wasanii au wa sanaa Burundi wanavuga majeresi mu Burundi, unakuta wanacheza filamu lakini baada ya mwaka mmoja miaka miwili wanasimamisha. Yani kitu gani kinatuma mtu fulani acheze filamu kwa sababu leo alafu anatamba Burundi hapa mjini, lakini baada ya mwaka mmoja unakuta kila kitu kimeharibika, hajaendelea filamu? Kitu gani unajua ndugu yangu, sababu ziko nyingi sana. Moja masababu nitasema sababu 2 tu au 3, ili kwa sababu muda wenyewe ndio unakwenda. Kitu cha kwanza niseme kwamba wako watu katika sanaa ambao wanavamia sana. Unajua kuna kitu kinaitwa kupenda kitu alafu na kipaji. Sawa? Wako watu ambao wanapenda vitu lakini si vipaji vyao. Sio yani sio mambo yao. Sawa? Ndio huyo utakuta anavamia kitu akifanya limoja, kile alikuwa anategemea kama atafanya julikana au atapendwa, haoni vile vitu, anavunjika moyo. Upuuzi mtupu. Kwa sababu alivamia fani. Yani si fani yake. Kwa sababu kila kitu kinakwenda na kipaji. Kila mtu katika hii dunia ya Mungu ana kipaji chake. Lakini tatizo nakuja kujikuta watu wengi sana
tunaingia katika fani ambazo si vipaji vyetu. Na watu kama hao ndio wengi wanaleta vurugu, wengine wanaharibikiwa, wengine hawafanikishi, wengine wanaishia njiani kwa sababu waliingia kitu ambacho si fani. Umesikia? Hiyo ni sababu moja wapo, kwa sababu hiyo ni sababu ambayo nikitaka kutafsiri naweza nikachukua saa nzima kutafsiri kipaji ni kitu gani, kwa sababu watu wengi sana wanaingia katika vitu si vipaji vyao. Hapo kabisa kidogo. Unaweza kujaribu, kwa sababu kuna watu fulani wako unatusikiliza kwa saizi. Wanataka kujua ukisema mtu akiangalia kipaji. Kipaji ina maana nini? Waweze kutambua. Mimi hawezi kusema kwa sasa nasikiliza niko nasikiliza hii interview au kipindi ambacho tunafanya na Mugisha. Kwa sasa nini najitambua mimi na kipaji au sina kipaji? Kama nilivyosema, masuala mazima ya kipaji ni mada pana kidogo. Mada pana, lakini katika ninapozungumzia kipaji ni kitu ambacho mtu anakuwa amezaliwa nacho. Sawa? Kuna mtu ambaye amezaliwa kipaji chake labda ni speech wa kuzungumza mbele ya watu. Kuna mtu ambaye kipaji chake ni uranda mbao. Kuna mtu ambaye kipaji chake ni uimbaji. Kuna mtu ambaye kipaji chake ni sanaa. Kuna mtu ambaye kipaji chake ni siasa. Kuna mtu ambaye kipaji chake, yani mambo tofauti ya kimaisha. Umesikia? Sasa ili mtu ajue kipaji chake, pia hayo ni masomo mengine, ni darasa lingine kubwa sana. Umesikia? Sasa watu tunakutana sana, tunakwambia wengine tunakwenda tunavamia kipaji cha mtu. Ili ujue kama una kipaji, kwanza moja mwa kitu ni kitu ambacho wewe unapokuwa unakifanya, kwanza unajihisi vizuri, alafu unajihisi uko sharp, unajihisi yani kila siku unafikiria ubuni, nifanye nini kitu kipendeze, nifanye nini. Kila siku unakuwa unapata hisia, fikra tofauti ili upendeze kile kitu. Yani kitu ambacho unakifanya wewe, ukikifanya unajisikia hapa kweli ni kitu changu. Sawa? Yani haupati tabu vile kusema mpaka ufanye kile kitu. Sawa? Hata shuleni, unajua shuleni, kama mfano shuleni mathalan kuna jambo linaloitwa kuimba shuleni. Kuna kipindi unafikia wanaambia hivi, inafikia kuimba sasa, wanafunzi wanatakana kuimba. Sawa? Nakumbuka kipindi hicho, kuna kipindi nakutana mtu anatoka jasho. Yana afumuka jasho kweli, yani kusema aende pale mbele ya wanafunzi wenzake. Na wakati ni wanafunzi ambao wanasoma naye, anatoka jasho kabisa ili aimbe. Yani mwingine atakutana anaomba tu sababu, anakwenda nje, jua wakimuita wamvuki. Huyo si kipaji chake kuimba kabisa. Na kuna mwingine kwa kifikia swala tu la kuimba, yani ndio fani. Na wanafunzi wote wanasema hivi, tunamsubiri fulani aje. Umeona? Sasa hapo unaona huyu jamaa hii ni talent yake. Sasa wazungu wenzetu wanaelewa kitu kinaitwa talent ya mtu. Kipaji. Ndio maana wakafanya kitu kinaitwa speciality. Maana wanaona mtoto huyu anapenda vitu fulani, acha yani asome hichi kitu, afanye nini ili awe mtu hodari. Sasa watu wengi sasa katika sanaa, wengi wao wanavamia sanaa na wakati si vipaji vyao. Ndio maana unakuta muda mdogo mtu anafanya afu anakimbia anaacha, haonekani tena. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, niseme wako wengi watu katika sanaa, lakini wanafanya uhuni mwingi sana, ufedhuli mwingi sana. Unasikia? Mko katika grupe, uzinifu mwingi, mkukutana na wanawake, nini maajabu. Vile ni vitu ambavyo vinaondoa baraka ya kazi. Unaweza kuwa na kipaji, lakini ukiwa mchafu wa mwili, ukiwa mchafu wa tabia, ukianza mambo ya vurugu na nini, ile baraka ya Mungu ya kile kipaji chako Mungu anaiondoa. Kabisa. Ndio unakuja kuchikuta siku nyingine mtu anafanya nini? Anavunjika moyo, anaacha. Alafu cha tatu, wengi katika Warundi hatuko wapambanaji. Yani tunapenda vitu vyepesi. Unataka upande leo uvune leo. Wakati haiwezekani, mkulima anapanda leo, anasubiri masiku, anaparidia, baadaye wakati mwingine jua linaweza kuwa likali, lakini avunjiki moyo, anasema one day yes. Sawa, anapanda mwingine msimu. Sawa? Lakini sawa tu sisi wengine tunavunjika moyo haraka, tunapenda vitu vyepesi, yani tunapenda ushefu, vitu vizuri, masifa ambayo tutaki kutafuta nini, unaona? Hatutaki kufanya kustruggle, kuchoka, kupambana. Kuna watu wengine hawalali 24 wako wanajifikiri, wanachoma kichwa. Kama tunaona kama kana Mugisha kila siku wanapambana. Pambana mzee. Mugisha mpambanaji kabisa. Yaani sisi hatutaki masiara. Sio mfano kama hii mic iko hapa. Hii mic kusema wewe uchukue hii mic, huyu unaiona jinsi ilivyojengwa na kila kitu hapa. Kuna watu walipambana hapa mzee. Kuna watu walichoma kichwa, hii mic nitatengeneza vipi, aka kitu katakuwa hapa vipi na katakuwa na faida gani? Anachoma kichwa nafikiri. Sasa sisi wengine tuko wavivu, hatujitumi. Umeona? Kidogo umesema hivi, ni kweli kuna neno ambalo ni neno nzuri sana ambalo linaweza inspire vijana, kila mtoto atakuwa anasikiliza kipindi hiki. Umesema Warundi si wapambanaji. Kweli kabisa. Yes. Nikijaribu kuangalia kama kwa sasa hivi miaka mingapi uko kwenye sanaa?
Mimi na toka 2003. 2003. Toka 2003 hadi sasa. Yaani miaka 17. Sikiza, miaka 17 mpaka leo anafanya sanaa. Na mjaribu kumwangalia bado anatamba, unasikia? Anatamba Bujumbura na filmu zake nzuri sana ambazo zimefanya vizuri zamani na zile ambazo anafanya leo ziko zinafanya vizuri. MUGISHA Hassan, kuna jambo ambalo nilikuwa nataka nikuulize swali, si ndio? Kwa sababu unaongea maneno mazuri ambayo yanaweza yana-inspire kila mtu yeyote. Ni natarajia kwamba kesho kuta una watoto? Yeah, mimi na watoto ambao wa mke wangu na watoto wangu mesia kwa bwana. Kwa sababu watoto wa mke wangu ndio watoto wangu. Alafu na mtoto pia ambaye mke wangu kanisaidia, mtoto mzuri sana ambaye yupo nyumbani huko mesia kwa bwana. Yeah. Baada na watoto wote wako pale. Nadhani wanasemaga hivi watoto waga wanachukulia example, wanachukulia mfano kutoka kwa wazazi. Si ndio? Leo MUGISHA mpambanaji, AISHA mpambanaji, wazazi wapambanaji, si ndio? Kwa sanaa na kwa different talents kama vipaji fulani viko talents, kwa sababu si sana tu. Nimesikia unaimba vizuri, kwa sababu hata kuna nyimbo fulani unaimba, sijui kama ni wanazita kwa Kiislamu taswira. Kaswida ndio nimesikia. Yaani talent nyingi sana. Kitu gani ambacho unakipanga kwa siku leo, unakifanya leo ambao kita-inspire watoto zako? Yani very soon, kama baada ya miaka 10, tunasema mtoto akimuuliza swali, talent umetoka kwa nani? Nimetoka kwa mzee. Baba yangu. Kitu gani unakifanya sasa kwa sasa ambao kuanzia kwa watoto? Kwa sababu umesema neno nzuri, unasema hivi, wazungu leo wanamwangalia mtoto. Mtoto ana kipaji kizuri sana. Acha nimuelekeze kwa njia ya kipaji chake. Nini unakifanya kwa siku ya leo? Kwanza niseme kwamba unajua unaweza kuzaa watoto, sawa? Watoto 3, 4, 5, 6. Alafu kujikuta katika wale watoto wote hakuna hata mmoja amefuata kipaji chako. Hakuna hata mmoja alifuata nyayo zako, yani kile kipaji chako ambacho wewe unacho. Kwa sababu kipaji ni vitu ambavyo ni zawadi Mungu anampa binadamu na anampatia kila mtu kipaji chake. Sasa kama kwa watoto wangu mimi, hata mke wangu anajua na huwa anakuwa na watazama. Na watazama pale, namwambia mke wangu, mtoto atakuwa hatari katika kitu fulani. Lazima kumtazama mtoto kitu anachokipenda. Kuna mtoto kama mathalan nyumbani, kuna mtoto ambaye tunaye sisi kwetu, tunapopoteza kitu ndani, yani yeye manaki ndio wa mwisho, tunasema hivi sasa hapa tumekosa. Kwa hiyo sasa mtu fulani atafuti, na akitafuta anapata. Yani ni mtoto mwekaji, yani ni mwekaji, anajua kuweka hatari. Yani yeye manaki nyumbani tunajua huyu hapa vitu ambavyo tukitaka vitu vya thamani kuvihifadhi. Watu wakati mwingine tunakuwa tuna mambo mengi, hatuwezi tukakamilika katika yote. Kwa hiyo tunajua huyu mtoto wetu hata kama bado mdogo wa miaka, lakini katika kitu kinaitwa kuhifadhi, kuweka, hatari sana. Yaani nakuwa najua huyu atakuwa economist mmoja balaa, atakuwa anahifadhi vitu hatari. Unasikia? Kwa hiyo inakuwa ni katika mtu tunaangalia watoto wanavyokwenda, wanavyoishi, mazingira yao, tunawasoma, tunajua. Kwa sababu si tu kama wale wengine unakutana mtu unamng'ang'anizia mtoto kitu ambacho si vitu vyake, si fani yake. Hapo tunawaharibu sana. Kwa sababu utajiri mwingi kama wanavyosema wataalamu, utajiri mwingi sana unaishia makaburini. Wako watu wamelana vipaji pale makaburini, hapo hawajui kama walikuwa na vipaji fulani. Tunakutana watu wafaidike kupitia vipaji vyao. Mtu anang'ang'ania kazi fulani kumbe si kipaji chake. Mwisho wa siku anakufa na kile kipaji, jamii haifaidiki kipaji chake. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo naifanya mimi kwanza binafsi ni kuhakikisha kwanza nafanya vizuri kwenye mambo yangu. Ili mtoto wangu anatazama ule ambaye atakuwa ndio kipaji chake, baba anafanya hivi, baba akiwa kwenye kazi yake hataki mchezo. Baba akipanga kitu anataka akikamilishe. Baba akiongea na mtu anataka afike kwenye pointi. Baba akiwa hivi, yani wasome kupitia sisi wazazi. Tunafanya vipi? Yaani tunahakikisha tunafanya vitu vizuri ambavyo wale watoto watakitazama. Babangu hapendi kitu fulani, babangu iko hivi. Yaani unaacha silsila nzuri katika dunia hii. Hata kesho kuta mtoto wako atakaa anasema mimi babangu alikuwa hivi, mamangu alikuwa hivi. Yaani sisi tunahakikisha mimi na mke wangu hapa tunafanya vitu viko perfect. Hata kama hatutakamilisha vile, kwa sababu kitu cha mwanadamu kila siku inakuwa kina mapungufu, lakini tunajitahidi maximum tunafanya kitu kwa ubunifu, kwa ujasiri, kwa kitu tunakifanya vizuri. Yaani ni kama mnaijenga historia ambayo ita inspire wengine kama kweli kabisa. Lakini kirudi kwa mama Aisha kidogo,
kama jinsi ya Hassan ameongea vizuri sana kusema kwamba vyote naifanya kwa sababu ya watoto na waweze kuniiga, waseme mimi baba alikuwa anafanya vizuri. Kitu gani wewe kama mama, kwa sababu nyinyi mna responsibility kubwa sana kwa ndani ya familia. Ninyi mnabaki na watoto kwa sababu baba anaweza kutoka nje kidogo, si kusema kama hata ni hawajali, lakini hawajali kwa sababu yeye anafanya kazi nyingi. Hata sisi wote tunafanya kazi, lakini sana mama yeye anasema mtoto huyu amefanya tatizo hili na hii. Kwa sababu sasa swali ndio hili, nini unakifanya ili hata watoto, si watoto tu, hata majirani, watu ambao wanaangalia sanaa, wakiangalia movie kutoka Hassan, kitu gani tunakifanya ili uinspire watoto? Kwanza acha niseme kwamba mimi na mume wangu ni kama tulioana, tunakutanisha tabia. Kwa sababu yeye ni mpambanaji na mimi ni mpambanaji toka hizo zama hizo. Sasa tukakutana sisi wote wawili, ni watu ambaye tunajua kutafuta maisha, tunajua kutafuta life, hatulazi damu. Alafu tuko na kitu ambacho tulijiambia sisi wenyewe kinaitwa never give up. Sisi huwa hatukati tamaa kwa jambo lolote. Iwe ni yeye, iwe ni mimi. Hata kama tukitaka kutereza katika kukata tamaa, tunapeana nguvu wenyewe. Tulishasema kwamba never give up ili tuendeleze maisha yetu. So, na watoto kama unavyosema, kwa kweli mimi kwanza kitu cha kwanza na inspire watoto wangu katika kuonesha ujasiri kama gisi na mimi nilivyo. Naonesha inabidi kuwa jasiri katika maisha. Ukiwa jasiri lazima utafanikisha kwa hali zote. Maana binadamu walivyoumbika ni katika kukata nguvu. Mtu akuseme vibaya ile akukate nguvu, utupe mwelekeo, akuonesha haujui ili kumbe yeye achukue ile nafasi au akufanye wewe udhalilike, kumbe unajua na unaweza. Kwa hiyo wewe muangalie Mungu wako anapenda nini na mambo yako yanakwenda vipi. Binadamu achana nao, ila ishi na wenyewe vizuri, kwa khairi, kwa ihsani, sababu ni wanadamu. Lakini usiangalie mtu kasema, maana mara nyingi binadamu anataka kuvunja nguvu na kuvunja mwelekeo wako. So mimi na inspire watoto wangu kwenye ujasiri na kumjua Mungu sana. Maana mimi licha ya sanaa, mimi ni natoa dawa, mimi ni mwalimu wa dini, nafunza wanawake mambo mengi sana, special sana. Darasa langu ni gisi ya kuishi na waume zao, gisi ya kuwalea waume vizuri, gisi ya kuheshimu mume. Maana wanawake wengi wameshajifanya kwamba sisi na wanaume tuko sawa. Sio hivyo. Mungu aishaumba mwanaume ni rijali. Hata siku moja bega na shingo havitokuwa sawa. Hata iwezekane kwamba mwanaume ni maskini, yuko vipi, hali yote ni mwanaume tu na tazidi kuwa mwanaume. Sasa nakuwa na inspire kuonesha kama wewe ukitaka kufanya true love, jidhalilishe kwa mume wako. Kuwa na heshima, hata uwe unamshinda pesa, hata uwe mzuri kiasi gani, ukiwa na heshima utapata kile ambacho unakihitaji ambacho ni love. Maana unaweza kuwa na vyote na ukakosa penzi, na penzi kila mtu analitamani. So tuna inspire kwa mengi na watoto wangu hivyo vitu viwili, ujasiri na ibada. Ndivyo ninavyosema. Kweli kabisa, nakwambia kwa sababu ni mshangao mkubwa, ni maneno mbali nasikia kwa sababu yanatoka hapa. Hata mimi Prince natoka hapa nimekuwa inspired kwa sababu, si ndio? Hapa ni kama kuna neno ambalo limenisaidia sana. Hata mimi mwenyewe nasikiliza kipindi wanasema ambao nina host, wamesema never give up. Na ndio neno ambalo wao wanasimamia, never give up. Hatukati tamaa. Hata mtu sema vipi mfanye nini, kwa sababu najua kama kwenye sanaa kuna simama maneno. Yule jamaa anafanya hivi, si ndio? Lakini kitu ambacho kinanifurahisha ni kusema kwamba mama anatoa dawa kwa wale wanania kuwasaidia kila mwanamke, kila mke wa ndani ya nyumba, je kumchukulia vizuri mume wake, ajue kama mume ni kichwa cha nyumba nini. Ndio sababu ninapokuona una mafuraha mingi, unacheka na ndio sababu nasema kama unasema umetawa ni mbona umekuwa mzuri sana, si ndio? Yeah. Ni kweli, unajua amesema kitu kizuri sana. Never give up ni kitu ambacho ndio point ya moja mafanikio makubwa katika maisha, kwa sababu kama ulivyosema, moja ma vitu mnafanya tena watu wanafanya wanaacha ile ku give up mapema sana, kama nilivyozungumza huko mwanzo. Kwa hiyo kuwa na ujasiri, upambanaji ni kitu moja kizuri sana. Juu hauwezi mfano ukafanya kitu watu wote wakakubali au watu wote wakapendezwa. Hicho hakiwezekani, hakijawahi kutokea wala kitatokeaga. Kwa sababu ingilikuwa ni inawezekana mtu akafanya kitu kikapendwa na wote, ambao wangefanya vitu vikapendwa na wote kwanza ni manabii wa Mungu, kwa sababu manabii wa Mungu wanafanya kazi kwa kuelekezwa na Mungu wa mbingu na ardhi, ambaye ametumba sisi wote. Umesikia? Kwa hiyo ndio wangependwa na watu wote.